Bwana, naitwa DJ Machine, mdogo wake Putin, na leo nakuletea hii kitu hapa. So tunaanza kama hivi. Bwana, sinema yetu inaanzia hapa. Tunamwona mama mmoja yuko shambani huku akijiburudisha na kanyimbo kadogo. Bwana, ikumbuka hii ni sinema mpya kabisa na nakuletea mimi naitwa DJ Machine. Bwana, mama aliendelea kupiga nyimbo yake, lakini bwana, hapo kulikuja kama malaika fulani hivi, alimuita Maria. Mama alishtuka, alimwambia Maria, usiogope, umejaliwa neema toka kwa Mungu. Bwana alimwambia umejaliwa neema toka kwa Mungu, lakini ghafla mama alipoona tu hivyo, bwana alikimbia, alitimka. Bwana hajawahi kuona kitu kama hichi kwenye maisha yake. Sasa inakwaje? Bwana, mama siku hiyo alikimbia, lakini bwana malaika huyo kama alikuwa anamfukuzia. Mama alifika hapa, bado alikuwa anasikiliza sauti, na alisikia sauti inamwambia umejaliwa neema. Hivi anataka kutoka tu. Wewe, alimwambia utashika mimba, utamzaa mtoto na utamuita Messi. Bwana, Messi ndo sinema yetu tunaenda kuangalia leo, ama Masia tamkolea. Bwana, jamaa alikuwa anaitwa Yusuf. Jamaa alikuwa seremala na alikuwa anapiga kazi zake 2-3, lakini ghafla alikuja kuitwa na kuambiwa mpenzi wako na kuhitaji. Jamaa anamwambia nyumbani kweli? Ilibidi jamaa aache kazi yake kwanza na kwenda huko, lakini habari aliyoikuta jamaa hakuafiki kabisa. Bwana, Yusufu na Maria walikuwa wapenzi, lakini ghafla anakuja kuambiwa kwamba ndio hivyo, mke wake atadungwa mimba na Mungu, alafu atamzaa mtoto ataitwa Messi. Bwana, Yusufu hakuelewa kitu kama hicho, amesema haiwezekani. Sasa inakuaje? Yaani umepewa mimba ya Roho Mtakatifu, inakuaje? Malaika na kuambia utamzaa mtoto. Wewe kama una mtu ambaye umezaa naye ama amekubebesha hiyo mimba, niambie, na la sivyo mimi siko mpenzi wako kuanzia sasa. Majonzi Maria alilia. Bwana we, kumbuka jamaa hakuamini kama hicho kitu kinaweza kutokea. Leo jamaa alirudi kazini, hoi bin taban. Jamaa alikuwa amechora mpaka family kwenye mbao, kimaanisha kabisa kwamba wanaenda kuwa pamoja na kuanza maisha yao ya familia. Lakini upande wa pili tunaanzia hapa, ambao kunakuja watu walikuwa wanaitwa Majusi. Bwana we, jamaa walikuwa na ngamia yao, walikuwa wanafanya biashara yao. Hawa watu walikuwa wa Majusi. Huyo wa kwanza alikuwa anaitwa Gaspar, wa pili alikuwa anaitwa Melki, na watatu alikuwa anaitwa Baltazar. Upande wa pili Yusufu anaendelea kusikitika, lakini ghafla usingizi ulimjia. Jamaa alijikuta anaingia kwenye usingizi mzito kabisa. Bwana we, huyo Bwana, ilibidi malaika amjie Yusufu ndotoni ili amthibitishie kabisa kwamba Roho Mtakatifu ndo anataka huyo mtoto azaliwe na yeye ndo atamtunza. Jamaa alishtuka. Bwana we, ndo hapo kaanza kuamini. Chekio misagio babake. Bwana, wa Majusi kisha kufanya biashara yao, jamaa walichoka, ilibidi waje hapa kidogo watulie, wapozee kidogo. Ghafla kuna kitu Gaspar alihisi. Nini hicho? Gaspar aliona kitu. Jamaa alisogea kwa hisia kali, huku Baltazar pia nalimwona. Walikuwa wafanya biashara, lakini pia kuna prophecy ambao walikuwa wanaisubiria toka long time zamani. Wakozi anazaliwa kama nyota fulani, lakini Baltazar alimwambia Gaspar, bwana, Masia amezaliwa. Jamaa walishangaa sana. Gaspar alisema itabidi tu fuate hiyo nyota. Melki alionekana kutokuwa na shauku. Yeye aliwaambia, bwana, tunarudi kwanza na biashara yetu, alafu ndo tuje tukafatane na nyota. Gaspar alikataa na kusema haiwezekani, tunaenda kwanza kufuata nyota, maana kozi anaenda kuzaliwa. Bwana, patamu hapo. Wasogea tu, sitaki
kukuelezea, taka ujionee. Bwana, jamaa walianza kupita nafasi baada ya nafasi, lakini kumbuka pia kwamba hii inaitwa Goviona, inakuletea mafilamu kama zote. Bwana, ukitaka kupata mafilamu kali kama za vampire, kama za drama ama za action, wewe unaweza kufanya nini? Chukua namba yetu alafu tuma neno ni unge WhatsApp. Bwana, walikutana na mataifa mbalimbali, waliuliza jamaa, walifanya mpaka miezi 5 wanatembea tu. Walikutana na mvua, walikutana na jua, lakini wao hawakukata tamaa, walifuata nyota. Bwana, nyota hiyo miezi 8 zilienea. Walijikuta wanafanya miezi kadhaa wanatembea tu, wanafuata hiyo nyota. Sikia hapo, hawa jamaa walikuwa wanajua maana hiyo nyota. Walitembea nchi nzima mpaka kufika hapa kwenye mipaka. Wakati jamaa anataka kuvuka, Melki anamwambia nakwaje, unataka kuvuka hapa wakati unajua kabisa kwamba boda sio hapa. Itabidi tupite kwanza huko tutoe ushuru ndo tuingie kihalali kabisa. Gaspar aliona nyota na waache sina kwaje, itabidi wavuke tu. Jamaa hataki kusikia. Bataza unaona? Mimi sina nani? Sina problem. Mimi sina tatizo bwana. Baba unaonaje? Kama mnataka twende basi. Bwana we. Gaspar alingangana na kuamuru wenzake wavuke hivyo hivyo. Kumbuka hii ni nchi nyingine kabisa. Na kumbuka, hakuna nchi inaruhusu mtu yoyote kuingia wala kuvuka mipaka bila kuruhusiwa. Sasa wao wanafanyaje? Bwana, sitaki kukuelezea. Angalia. Imani yao ilikuwa ni kubwa sana, hadi wao walikuwa wanaamini kwamba mtoto atakayezaliwa basi ndo mfalme wa wafalme, yani ndo mkombozi. Bwana we, jamaa wanatia timu na mitumbi zao, wanaenda Jerusalem. Kama mchezo tu, jamaa walifanikiwa kupita boda. Bwana we, kama vile hawajaonekana kabisa na askari, lakini Baltazar kama kuna kitu aliona. Nini hicho? Jamaa aligeuka wenzake. Huyo anaanza kwenda. Wenzake anamuita sana kwaje? Hiyo sauti ilistua maaskari. Alimstua mwenzake na kumwambia tumeingiliwa. Wewe, wakati wenzake wanaona hivyo walisema huyo jamaa eleweki, itabidi sisi tuende zetu. Sasa nyinyi hamjajua, Baltazar alikuwa ameunda mtoto mzuri bwana we. Jamaa ilibidi akuloge kwanza wenzake na kurudi kumcheki mtoto kike. Unaonaje? Anaguswa begani, hataki. Anaguswa begani, hataki. Anaangalia njimbas. Cheki sura babake. Cheki upande mwingine kule, wenzake wamenaswa kwa ajili yake. Ilibidi jamaa waende wakafungwe jela. Na wakati walipofika huko walisema kwamba wao walikuja kumwona mfalme. Mfalme hakufurahia hiyo habari. Ilibidi mfalme akuje na awaone, awaulize vizuri, maana habari imemtisha kabisa. Ilibidi mfalme aje kuwaona wale watu ambao wanasema kuna mfalme mpya atazaliwa. Bwana, mfalme anafika. Huyu mfalme alikuwa anaitwa Herode. Herode kwa hasira kali aliwauliza, inawezekanaje mje hapa na habari zenu na kusema kwamba eti kuna mfalme mpya atazaliwa, alafu na mimi ni nani? Bwana, Gaspar alimjibu na kumwambia huyo mtoto ndo mfalme wa ukweli. Sira, jamaa alisikia Sira akamwambia chinjeni hao. Lakini pia akakataa. Tatizo la Herode lilikuwa nini? Unawezekanaje kuja mfalme ambaye atatawala nchi zote? Haiwezekani. Hivi jamaa azuke na kuambia, kama basi ni mfalme ambaye Mungu amekamchagua, basi kombe na mimi itabidi nimuone. Ghafla Herode aliamuru warudishie begi zao, mali zao na kila kitu chao.
Lakini jamaa akamwambia, msishangae, mimi sina tatizo na huyo mfalme wenu, lakini kitu nawaagiza ni hiki: wende mkamuone huyo mfalme. Wakati mtakapomuona mahali alipozaliwa, basi mrudi tena hapa mkuje kuniona na muniambie, ili na mimi niende nimuone pia. Sawa. Bwana, jamaa walishangaa. Hapo hapo alimwambia Amlishpuli, kamanda wa majeshi huyo, wafungue. Lakini mshauri wa mfalme alikuwa anaitwa Mende. Kuna kitu alimnongoneza. Baba, unawaachaje? Unawaachaje hao watu? Unawaachaje? Unawaachaje mzee? Bwana we, ilibidi Amlishpuli achukue guards mmoja na awafate, ili jamaa wasije wakakimbia. Mende ataki shida huyu, yani kama kuna siri kuu jamaa ndo anajuaga huyu. Walipewa mlinzi na Amlishpuli, kamanda wa majeshi, aliwaambia bwana, mnaenda na huyu ili awalinde. Bwana, Amlishpuli kamanda wa majeshi aliwaruhusu watoke, wakati mfalme ilionekana wazi kabisa kwamba yeye hajapenda. Bwana, jamaa wanafika huku, walianza safari. Bwana, lakini jamaa walifika hapo, ilibidi wasimame kidogo. Askari anamwambia, nakwaje, mnasimama kwa nini? Kwa majusi ilibidi waambie jamaa, sisi tunataka kuomba, tumefanya siku nyingi sana njiani na hatuombi. Sasa tunakuomba ndugu yangu, tusaidie, tuachie angalau dakika chache tu tuombe. Wewe askari hataki kusikia. Sasa unaombaje? Nasali nini? Nasali nini? Twende huko. Jamaa anamwambia, sisi majusi, sisi tunafanya biashara na pia tunaomba sana, turuhusu ndugu yangu. Bwana, jamaa kwenye huruma zake ilibidi waruhusu jamaa waende wakafanye sala. Lakini jamaa alibaki hapo hapo, hakuna kutimka leo. Geuka wewe, geuka wewe. Balta hataki mchezo kwenye mambo ya kuomba. Jamaa aliganda, hakuna kugeuka. Watu walimwangalia kwa pamoja, mbavu zako. Askari na mindevu zake ilibidi jamaa geuke tu. Bwana we, kumbe jamaa walikuwa na plani. Gaspar na Meki, bwana we, hao wakatimka. Huku jamaa hana habari kabisa. Wakati jamaa anataka kutimka tu, wewe amenaswa. Ilibidi jamaa anza kuzuga. Anaanza kuzuga. Allahu Akbar. Jamaa anamuuliza, wenzako wako wapi? Wewe unajifanya unasahau. Niambie wenzako wako wapi? Bwana wewe. Baltazar alijifanya kama hajui. Jamaa alianza kuzuga. Inakwaje? Wewe, pumbavu zako, wenzako wako wapi? Basi nakurudisha jela kama siwaone. Jamaa alimwambia, basi tuende huku njia yangu yaishe. Bwana wewe, ilibidi Baltazar aende aoneshe wapi wenzake wapo, maana sivyo anarudi jela. Jamaa anaenda huko anajiuliza atafanyaje. Baltazar alimwambia, bwana mimi nasikia choo. Wewe, jamaa aliachia shuzi moja. Shuzi. Jamaa aliachia shuzi. Wewe, jamaa amefanya siku nyingi sana anakula chakula isizofaa, sasa kijamba shuzi. Imagine nini kinatokea hapo. Harufu ilikuwa kali bwana, mpaka askari akamwambia, nenda kanye huko, nenda kajambe. Kama askari alishtuka hivi, jamaa anakuja kuangalia tu nzi, kisha kujamba. Jamaa kayeya harufu tu. Anamwambia mfalme nini ujamaa? Wewe, Baltazar kajanja sana. Jamaa kalimwachia mavi tu. Maria. Bwana, siku za kuzaa za Maria zilitimia. Lakini tatizo lilikuwepo ni kwamba wao wako mbali sana, ni mahali ambapo Maria ataenda kuzalia. Bwana, njia ni ndefu, wakati mama huku vitu ndo vishaanza. Sasa nafanyaje? Jamaa kujua afanyaje, ilibidi asukumane navyo hivyo. Lakini wengine ambao walikuwa wanatarajiwa kufanya kitu kama hicho walimfungia milango na wakutaka kumzalisha. Hii unayoiona hapa ndio ilikuwa hospitali kubwa kabisa, lakini jamaa walikuwa wameloki, hawataki kufungua. Yusufu alijitahidi kutafuta, alijitahidi kugonga. Bwana, lakini jamaa ilishindikana.
Jamaa anaanza kujiuliza nafanyaje, lakini jamaa kukata tamaa. Huyo alimchukua Malia, waliendelesha safari yao. Lazima Malia azae mtoto bwana we, lakini Malia nguvu zimemuisha. Ya kwamba hii inaitwa Goviona, inakuletea mafilamu kama zote bwana. Ukitaka kupata mafilamu kali kama za vampire, kama za drama ama za action, wewe unaweza kufanya nini? Chukua namba yetu alafu tuma neno ni unge WhatsApp. Malia hawezi kutembea tena. Jamaa ana cha kufanya, ilibidi aende awatafute watu ambao walikuwa hapo, makazi yao ilikuwa hapo karibu. Jamaa alienda kuwaomba wamsaidie, lakini pia nayo ilishindikana. Kijana alimuonesha, anamwambia bwana, unaona huko kuna magombe huko, sasa kama utafanya vitu vyako wewe flesh tu. Jamaa kuona jinsi, ilibidi ambebe Malia huko na Malia akajifungua. Bwana we, Gaspar na Melki walifika tayari hapa kijiji ambayo ilikuwa inaitwa Bethlehem. Nakumbuka kwamba ndo kijiji ambayo Yusufu na Malia walikuweko, na aliona hiyo nyumba ambayo ilikuwa holi la ngombe, watu walikuwa wanaishi, na jamaa alisema ndo hapa mfalme amezaliwa. Itakuwa ni hapa. Wakati Balthazar ndo kufika kabisa. Huyu jamaa kumbuka alichokifanya huko. Mwenzake anamwambia inakuaje? Jamaa wangu haikuwa rahisi, lakini jamaa nimemchenga vizuri. Wewe jamaa alimuonesha hapo ndo nyota imeishia. Jamaa walikuwa wanafuata nyota, maana walikuwa wanajua nyota ilikuwa inaashiria kabisa kwamba mfalme ama masia ama Messi anazaliwa. Bwana we, upande wa ufalme huku kulikuwa kuna balaa. Kumbuka jamaa amepoteza jamaki. Sasa anakuja Hamlishpuli, anamwambia mfalme, sikiliza ambacho jamaa anatuambia hapa. Jamaa anamwambia mfalme, mama amekimbia. Wewe Hamlishpuli huyo, chuma kipanga atakakata. Mfalme akakataa, akamwambia subiri. Wewe inawezekanaje? Unamwachaje? Mfalme alimwambia Hamlishpuli, kamanda wa majeshi, bwana we, chukua kikosi, nendo kalete wale watu hapa. Kumbe askari alikuwa tayari amesikia kwamba jamaa wanaelekea Bethlehem. Mfalme aliagiza hakuna kuchagua, chinja watoto wote wa kiume chini ya miaka 2. Mende alikuja tena, mfalme unawachaje? Mfalme unawachaje? No. Bwana, kuna kitu ambacho Mende alimwambia mfalme, lakini Hamlishpuli alishtuka. Hapa ikulu kulikuwa na dragon, na aliamuliwa kwenda kuifungua ili ateketeze mji wote wa Bethlehem, huku akichinja watoto wa chini ya miaka 2. Bwana we, ilibidi Hamlishpuli aende kwenye dragon, imefungwa aifungue yeye mwenyewe. Inaonekana wazi kabisa kwamba jamaa alikuwa anaogopa, lakini tumeanza kusikia mingoromo ya dragon. Wewe unafanyaje hapo? Ilibidi Hamlishpuli afungue macheni. Sitaki kukuelezea, acha usome. Ranka. Dragon imeagizwa iende Bethlehem ichome. Wakati upande wa pili wamajusi wao wanamuona tayari mtoto, wanamtolea, wanamsujudia, wanafurahi. Mama yake alikuwa anashangaa kabisa, hajawahi kuona kitu kama hichi bwana we, lakini walisahau pia kwamba amekuja kuingiliwa. Shangawa mke wa watu, wakati Yusufu amekwenda zake useremala kufanya kazi, angalau alete chakula, maana ameshapata mtoto bwana we. Kumbuka hizo dhahabu Rode aliwarudishia pia, na hizo pesa zao akawaambia nendeni, na hizo pesa jamaa walimtolea. Mtoto alikuwa anaitwa Messi na amezaliwa kwenye holi la ngombe bwana we. Mfalme wakati Malia huku ameishiwa kweli, anafanyaje? Mpaka yeye mwenyewe anashangaa. Ameanza kuamini maneno ya malaika kwamba atampata mtoto ambaye ataitwa Messi na atakuwa mfalme. Lakini jamaa wakati wanatimka, Balthazar anamwambia sasa inakuaje? Mbona turudi tena kwa mfalme wakati mfalme alituambia turudi kwake? Melki anamwambia sasa tunataka kufa. Tusiporudi kwa mfalme si watatuua. Mfalme ana kila kitu. Bwana Balthazar alimwambia sasa ndugu yangu, unajua mfalme ana wanawake, mfalme ana pesa nyingi. Tukirudi huko tumwambie tumemwona mfalme, sasa si tunamaliza kazi ndugu yangu, tunafanyaje? Gaspar aliwaambia nyinyi hamkuona kitu nilichokiona. Mfalme ana chuki sana. Anaweza kumuua mtoto. Muue, mimi nimeshasoma hiyo.
Sasa hakuna cha kurudi huko, sisi tunarudi, tunakwenda zetu. Lakini dragon ilionekana kupita juu ya anga ya Bethlehem. Jamaa alianza kupata flashback. Alianza kuona kama vile kuna watu wanaungua. Alianza kuhisi kama vile kuna vitu vinaungua. Alianza kuona nyumba zinaungua. Huyo jamaa tena alisikia kama vile kuna moto, alafu watu wanalia. Kuelewa ilikuwa kama signal fulani ambayo inaashiria kitu fulani ambacho kinaweza kutokea kibaya. Bidi jamaa achukue kanzu yake. Huyo anatemka, maana aliona kuna kitu kiendeke. Bwana we, nyumba zilianza kuchomwa. Dragon tayari imetia timu, imeanza kufanya misharabaka. Wakati huku anachukuliwa kila mwanaume ambaye anapinga wala watoto anachinjwa. Yani unaulizwa swali tu, kama hujui wapi mtoto amezaliwa, mtoto Messi, unachinjwa. Shipuli kamanda wa majeshi aliagiza majeshi yake, basi tumeni hiyo nyumba na chinjeni hao watoto. Dragon ndo inachoma nyumba zote, wakati huku askari wanaendelea kutafuta mtoto. Maria wakati alisikia fujo, alienda akajihifadhi sehemu. Majusi wana habari, lakini jamaa alihisi, aligeuka nyuma, aliona kitu. Alimuita Gaspar. Nini? Kitu alimwambia moto. Moto. Baltazar! Ilibidi wamwite wenzao Baltazar. Jamaa hao wanakuja faster. Sasa wanafanyaje? Bwana we. Lishpoli, kamanda wa majeshi na brigadia wake. Bwana we, wao walifikia mpaka kuwaua watoto juu ya miaka 2. Bwana chekio moto wewe. Sasa Jerusalemu yote inaungua, lazima wapate mtoto. Hiyo mida Yusufu pia alikuwa anafika, anakuta nyumba zote zimeungua. Bwana jamaa aliishi danger kali, ilibidi afanyaje sasa? Jamaa huyo kuja anasogea na nyatia. Bwana we, kuwa ndani, huyo alikuwemo. Yusufu anajua nyumba gani Maria yupo. Nashawaona jamaa kwenye mlango wake, hao nataka kuingia mabrigadia. Ilibidi anze kupanga plan kumkomboa Maria na mtoto wake. Mali amua kupita nyingine njia, kawazunguka, katokea nyuma ya nyumba, anataka kubomoa mbao ili jamaa aingie kwa ndani. Hawa jamaa walifika, ghafla kuna kitu wameona. Wewe, kuna kitu wameona. Kuna kitu Brigadia waliua mpaka watoto wa juu ya miaka 2. Yani hawakuchagua tena. Waache chenjenja. Fungura hapa. Yusufu alimchukua Maria, hivi wanakimbia tu. Bwana we, kare nimuona. Hacha racing gears. Wakati majusi nao pia wanafika, wajua wanafanyaje. Ibidi jamaa wabaki hapo wanaangalia. Lakini walisikia mangurumo. Ibidi waangalia. Dragon. Hawakuamini macho yao. Bwana wakati Yusufu ameshakimbia na Maria, na huko anapambana kabisa ili amhifadhi Maria na mtoto wake. Alifika hapa, chukua Maria na kumwambia, "Wewe baki hapo, niache." Jamaa anakimbia, wakati huko askari wakimtafuta kila sehemu. Jamaa wanakungana, "Wewe." Bwana askari ametoa macho. "Ndugu yangu, inakuaje? Hujamuona?" Mzee baba anasema, "Hapana, mimi sijamuona ndugu yangu." "Sasa wewe unapita huku, mimi napita huku. Unaonaje ndugu yangu?" "Sasa tumshike huyo mtoto." "Ya, tunamshika ndugu yangu." Jamaa aliingia huko. Anajiuliza inakuaje? Jamaa wamekimbilia wapi? Bwana we, Yusufu alichukua panga ya jamaa. Kumbuka jamani Selemala. Alimnyoshea maelezo kama nyundo inavyopiga msumari. Yusufu aliona njia moja tu, ni kuchukua panga alafu wazugi, wakati Maria huku yeye anamficha na kumpata mtoto leo. Takuwa viko na watoto wanaume. Majusi hawajui kabisa namna gani jamaa walifanikiwa kujua hapa, lakini wameona wazi kwamba jamaa wanachinja watoto wanaume. Bwana, hata aliuliza tunafanyaje? Gaspar akasema, "Nina wazo." "Inakuaje?" Bwana, bahati mbaya jamaa
kukutana na mlishpuli mkuu wa majeshi. Wakati Dragon nasikia sauti ya mtoto, basi ilikuja hapo hapo. Bwana we, Yusufu aliona akazubaa, alidungwa panga mgongoni, wakati Maria na mtoto wake wako korokoro nataka kumuua mtoto. Bwana we, lakini Dragon kama vile ilishindwa kuua mtoto na kuyeye. Bwana we, Amlishpuli kamanda wa majeshi alishindwa kuelewa na kukimbia. Jamaa alirudi mwenyewe, anakuja kumwambia mfalme, unajuaje mfalme, tumeingiliwa. Dragon yako imeshindwa kumuua huyo mtoto. Inawezekana huyo mtoto kawa mfalme kweli. Bwana we, lakini mfalme hakuelewa kitu kama hicho. Umeona hii? Umeelewa hii kitu? Bwana we, mtoto alikuwa anaitwa mkombozi. Yani mtoto alikuwa na nguvu za Mungu mpaka Dragon kamuogopa. Bwana we, mimi nilikuwa DJ wako Machine na mdogo wake Putin, ama kitakonite kinyozi wa Chirombo. Bwana, endelea kufuata movie zetu, basi endelee kuenjoy na thisi. Basi subscribe kwenye hii channel, chukua namba yetu ya WhatsApp ya GoViewer ili uendelee kupata sinema nyingi, maana sinema nyingi sana zipo hapo. Kumbuka sinema imetumika na Golden Studios, studio namba 1 Kivu mzima. Bwana we, basi acha tukutane kwenye video nyingine.